Nianze kwanza kwa kujitambulisha kwa wale ambao wanaweza kuwa wanifahamu. Naitwa Askofu Vincent Cosmas Mwagala wa Jimbo Katoliki la Mafinga. Ni kweli kwamba kuanzia kesho tarehe 18 Februari kanisa zima tunaanza safari ya siku 40 ya kipindi cha Kwaresima. Siku 40 kama zile ambazo Musa aliziishi kule mlimani Sinai, akingoja kupokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu zawadi ya mwongozo wa maisha ili mwanadamu aweze kuwa salama katika uhiji kwake, yani zile amri 10 za Mungu. Siku 40 kama zile ambazo Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alizitumia jangwani, akikubali kupokea, kuishi majaribu, kujaribiwa kabla ya kuingia rasmi kufanya kazi yake ya ukombozi. Lakini siku 40 zinatukumbusha pia safari ya wana wa Israeli iliyodumu kwa miaka 40 tangu walipokombolewa kutoka utumwani Misri mpaka kuingia nchi ya ahadi. Kwa hiyo siku 40 katika Biblia zinaleta taswira ya kungojea kitu kizuri kinachokuja au kitakachotokea mbeleni. Sasa sisi kama wanakanisa hatuna tukio jingine zuri zaidi na kubwa zaidi hapa duniani zaidi ya Pasaka. Ndio maana maadhimisho yote, liturujia yote, kilele chake ni Pasaka, na kutoka Pasaka ndipo panachipua maadhimisho yote ya mwaka mzima wa liturujia. Kwa hivi tunaanza hiyo safari kwa pamoja kama wabatizwa, kama wanakanisa, tukiwa na lengo la kuifikia Pasaka ya Bwana, kwamba tukafufuke pamoja na Kristo. Na tutaambiwa siku ya Pasaka kwamba kama tumefufuka pamoja na Kristo, tusiyafikirie mambo ya dunia hii, bali tuyafikirie mambo ya mbinguni. Hilo litawezekana kama kuanzia sasa, kuanzia hiyo kesho, Jumatano ya Majivu, tutaanza safari ya kufufuka. Na pamoja na kuwa tunasafiri kama jumuiya ya wabatizwa, kama kundi la wabatizwa, lakini kimsingi kila mmoja wetu anaitwa, anahimizwa kusafiri yeye kama yeye. Kesho wakati wa ibada ya kupakwa mafuta ndani ya adhimisho lile la misa ya Jumatano ya Majivu, kila mmoja atapaswa kujiongea mbele ya mhudumu atakayemwekea majivu, na atapaswa kujiinamia, si tu kwa tahadhari majivu yasije yakaingia machoni, lakini pia kukiri kwamba hiyo safari anayoianza ni yeye, bila kuangalia wengine. Yeye ndiye atakayefanya utafiti wa dhamiri yake. Yeye ndiye atakayekiri udhaifu wake mbele za Mungu. Yeye ndiye atakayekiri dhambi zake mbele za Mungu. Yeye ndiye atakayetubu dhambi zake mbele za Mungu. Kwa hiyo kila mmoja wetu anaalikwa kuifanya hiyo safari. Katika kitabu cha Hekima sura ile ya 11 aya ya 23
23, 24, 26 tunaambiwa Mwenyezi Mungu kwa huruma yake, kwa upendo wake huzifumbia macho dhambi za mwanadamu, si kwa sababu anazifurahia, bali kwa sababu anampa nafasi mwanadamu aweze kuzitubu, aweze kufanya toba. Sasa kipindi hiki cha Kwaresima ni mahususi hasa kwa ajili ya hilo, kwamba mwanadamu ajitambue kwamba mbele za Mungu ni mkosefu na ana dhambi, lakini ni vema akazitambua dhambi hizo na bila kuona aibu akajuta na kuomba huruma yake Mwenyezi Mungu. Tutaalikwa kwa mfano katika somo la kwanza kesho kutoka kitabu cha Nabii Yoeli sura ya pili aya ya 12 mpaka ya 18 kwamba hatupaswi kuhangaika na kurarua mambo ya nje. Anasema rarueni mioyo na si mavazi. Kwa hiyo mfungo wetu haupaswi kuwa mfungo wa kujionyesha kwa nje, ni mfungo unayoyagusa maisha ya ndani, kama ambavyo Kristo mwenyewe atufundisha wakati tunasali kwamba tujifungie katika chumba cha ndani ili tuweze kusali kwa Mungu wetu aonaye sirini. Vivyo hivyo katika kufunga hatupaswi kuonyesha, kutangazia umma kwamba mimi ninafunga, au Yesu anasema hata kupindua sura katika injili hiyo itakayotangazwa kesho, Injili ya Mathayo sura ya 6, anasema tufunge lakini katika upole, unyenyekevu, unyofu, ili Mungu yeye anaona mambo yetu ya sirini na tunapata thawabu katika kuyatenda hayo sirini. Kwa hivi ni safari nzuri sana, ni safari inayotufanya sisi tufufuke, tuzaliwe upya, tuwe watu wapya. Kwa hivi ninakualikeni ndugu wapendwa, kila mmoja wetu atumie vizuri nafasi hii ambayo ni nzuri sana. Katika siku hizi 40 tutapata masomo yenye maudhui ya kutusaidia kufanya utafiti wa kina wa dhamiri zetu ili tuweze kutakaswa na Mungu mwenyewe wakati tunaeleza, tunatamka mbele zake kwamba sisi ni wakosefu, ni wahitaji wa huruma yetu. Si kwamba Mungu hajui madhambi yetu, si kwamba Mungu haujui uchafu wetu, lakini anataka ile roho ya unyenyekevu kutoka kwetu. Anataka sisi wenyewe ndio tutambue kwamba tumekufa, tunahitaji kufufuliwa. Katika somo la kwanza la Dominika hii ya juzi kutoka Yoshua bin Sira, tuliambiwa kwamba Mwenyezi Mungu ameweka mbele yetu njia mbili, au mbele yetu pana njia mbili, njia ya iendayo uzimani na iendayo mautini, na anatuambia tuchague. Kwa hiyo inawezekana katika kuishi kwetu, katika kuishi kwangu, kwa hiari yangu mwenyewe nimechagua njia ya mauti, na kwa sababu hiyo nimekufa. Mimi ni marehemu, ninatembea, nimekufa. Sasa ni lazima Mungu anatamani, anataka mimi nijitambue kwamba nimekufa, ili niombe msaada wa kufufuliwa, na yeye yupo tayari kunifufua. Kwa hiyo kipindi hiki ni kipindi cha kuangalia mimi katika ule uchaguzi wa njia nilichagua njia ipi? Je, njia ya uzima au njia ya mauti? Ikiwa ni njia ya uzima, kwa bahati nzuri nimshukuru Mungu na nibaki hapo. Lakini kwa kweli ni mara nyingi ni rahisi sana kuchagua njia ya mauti. Basi hata hivyo nisikate tamaa, one kwamba ninayo
fursa, ninayo nafasi ya kumwambia Mungu, unirehemu, unirudishe kwenye njia ya uzima, ili niweze kukujia wewe, muumba na mkombozi wangu. Kwa hivi ni kutakieni ndugu wapendwa nyote, safari njema ya kipindi hiki cha Kwaresima, ili mwisho wa safari sote tukajikute kweli tumekuwa wazima na tukaungane katika kumsifu Kristo mfufuka na tukishiriki utukufu wa ufufuko wake. Tumsifu Yesu Kristo.